Kisha anasema mpende Mungu kwa nini kingine? Kwa roho yako yote. Kwa roho yako. Hiyo neno roho pale kwenye Biblia utaona inaandikwa R ndogo. Inamaanisha roho ya kibinadamu. Roho ya nini? Ya kibinadamu. Roho yako ya kibinadamu inayosababisha unapumua. Roho yako ya kibinadamu inayosababisha unatembea. Ndio hiyo roho inatakiwa isababishe unapenda nani? Mungu. Kwa kama kuna watu mpaka sasa hivi una maswali juu ya Mungu. Hivi Mungu ananipenda kweli? Hivi Mungu ananiwazia mema? Hivi Mungu yuko pamoja na mimi? Hivi Mungu ananisikiaga? Hivi Mungu yupo kweli? Ukiona maswali kama haya, ujue ndani yako roho yako imefunikwa na giza. Kwa sababu roho imefunikwa na giza, ile nuru ambayo ni uzima ule uzima ambao ni nuru ya watu ndani ya moyo wako haijaangaza, imefunikwa na giza. Roho yako imefunikwa na giza, so hauoni uzuri ulio ndani ya Yesu kwa sababu uko na giza. Hauoni furaha iliyo ndani ya Yesu kwa sababu kuna giza ndani ya roho yako. Hauamini katika kufunguliwa na Yesu ama kuinuliwa na Yesu kwa sababu ya lile giza liko ndani yako. So ndio maana niko hapa leo. Kila roho iliyofunikwa na giza la kuzimu, leo hiyo giza linaondoka. Roho yako lazima ibaki kuwa huru. Roho yako lazima ijifunze kumpenda Yesu. Roho yako lazima ijifunze kumwamini Yesu. Alafu baada ya hapo uone matokeo ambayo Yesu amekuleta nayo kwenye wokovu. Nana nanielewa? Uko sawa? Sema roho yangu. Roho yangu. Roho yangu. Mpende Yesu. Mwamini Yesu. Ishi na Yesu. Kaa na Yesu. Ili uzima ukae ndani yangu na nuru iniangazie. Wangapi tunaenda sawa? Tunaanza kuelewa sasa. Kuna mtu ushamsikia mtu anakuambia roho inauma, nikimwangalia tu hivi roho inalipuka. Moyo unaenda mbio. Sio moyo, ni roho imelipuka kwanza. Kisha inapeleka hisia kwenye moyo. Moyo unaanza kwenda mbio. Mpaka kushaona kuna mtu akimwangalia tu hivi unaona kabisa anakutishia. Nana nanielewa? Endelea. Kingine? Na kwa nguvu zako zote. Kwa nguvu zako zote. Haleluya. Giza likifunika nguvu zako, hautafanya chochote kinachokupatia furaha. Giza likifunika nguvu zako, hautafanya chochote kinachokupatia furaha. Hata kanisani, giza likifunika nguvu zako na uko kanisani, watu wakiimba unakasirika. Watu wakicheza unakasirika. Mhubiri akihubiri unakasirika. Mhubiri akitabiri unakasirika. Watu wakifunguliwa unakasirika. Kila kitu kanisani unaona kinakuudhi. Kinachosababisha unateseka, unapata hizo zote. Giza limefunika nguvu ulionayo. Maana shetani anajua akiruhusu nguvu zako zimpende Mungu, Mungu ataruhusu nguvu yake iungane na nguvu yako, alafu ufanye vitu ambavyo vinashitua jamii, vinavuruga ufalme wa giza, vinavuruga mapepo na majini. So anafunga nguvu yako, anaiwekea giza ili ya kwamba isiunganishwe na nguvu ya Mungu. Lakini bahati mbaya walionayo, kwa sababu wamekuruhusu leo, hilo giza lilofunika nguvu yako leo linaondolewa kwa damu ya Yesu. Leo linaondolewa kwa jina la Yesu. Leo linaondolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Alafu giza likiondoka, nguvu zako zitampenda Mungu na Mungu ataachilia nguvu yake ya Roho Mtakatifu. Alafu baada ya hapo utakuwa ni mtu ambaye sio rahisi kushikwa na washirikina. I wish watu wangekuwa wananielewa haraka. Unanielewa kweli? So shetani anafunika nguvu yako ili ya kwamba nguvu yako isiunganishwe na nguvu ya Mungu. Haleluya. Shetani anaweka giza juu ya nguvu yako ili nguvu yako isifanye nini? Isiunganishwe na nguvu ya Mungu. Kwa nini? Usipompenda Mungu kwa nguvu yako yote, utampenda mchungaji wako? Ni uongo. Haleluya. Ukimpenda Mungu utampenda mchungaji, kwa sababu huwezi mjua Mungu kama mchungaji hayupo. Nguvu. Ushaona mtu akikwambia nakupenda? Mtu anayekwambia nakupenda akitembea mjini akiona kitu kazuri kanako kufaa atakuletea. Lakini nguvu yake ama nguvu yako ikifunikwa na giza, kwa taarifa yako, atakuwa nakupenda, ila akiona vitu vizuri anataka kukuchukulia hivi. Wiki ijayo nitafanya. Kwa nini?
kwa sababu ndani yako ile nguvu imefunikwa, haimpendi Mungu. Kwa hivyo hauwezi kuunganishwa na watu wenye nguvu za kusababisha wewe uweze kupanda juu kicheo. Haiwezi kuunganishwa na watu ambao wanaweza kusababisha wewe uweze kuanza kufanya biashara inayoeleweka. Nguvu yako ikifunikwa na giza, utafanya biashara sana, lakini utakuwa ni mtumwa wa wateja. Wewe kazi yako ni kutumikia wateja, kuwaletea bidhaa, lakini huwezi kupata faida, maana nguvu imeondoka. Nguvu imefunikwa na nini? Na giza. Nguvu yako ya biashara ikiwepo, nguvu yako ikiwepo, kama unafanya biashara, ile nguvu italinda biashara. Wachawi wakija kuroga biashara, watapigwa na nguvu ya Mungu iliyounganishwa na nguvu yako. Ndio maana kuna mtu anaweza kupatia hela, hisia zinakwambia hii hela haiko sawa, usichanganye na zingine. Hiyo hisia unayoipata sio hisia, ni nguvu iliyo ndani yako. Hata kanisani kuna watu mnakujaga hapa, nikikuangalia tu, wewe umekuja kunipima. Ninachokifanya ni nini? Nafunga tu nguvu yako, nakwambia haya, pima mpaka mwisho, tutaona nani mwenye kina kirefu, ni Yesu ama ni mganga wako. Halo. Mwingine kama leo si ni baada ya mafuta, anafunga ilizi, nione kama hiyo mafuta itaingia nguvu ndani yangu, na mafuta ikiingia ilizi zinapasuka, anaanguka. Ifanye hujanielewa. Ndio maana leo Mungu aliniambia niweke mafuta juu ya kichwa chako, yafungue nuru yako wewe. Kila giza lilojificha ndani yako lazima liondoke, ili uanze kwenda mbele kwa nguvu. Tunaruka Isaya 9 mstari wa 2. Ninasoma kitabu cha Isaya sura yake ya 9 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Anasema watu wale walioenda katika giza wameona nuru kuu. Ninataka leo nikuambia hivi, nuru ya Bwana iko hapa. Nuru ni Yesu aliye hai. Nuru ni ufalme wa Mungu. Nuru ni ufalme wa mbingu. Haleluya. Mungu ameachilia nuru yake hapa. Kama ulitembea katika giza, hauonagi biashara ikikupa faida. Umetembea katika giza, ndoa haina faida. Umetembea katika giza, watoto wamekuinukia. Jehova ameachilia nuru yake leo. Lazima uione nuru ya Bwana. Nuru ya Bwana ikionekana juu yako, lazima mabadiliko yaingie ndani yako. Haleluya. Sema, kuanzia leo macho yangu yatamwona Bwana. Macho yangu yataona vitu vyenye faida maishani mwangu, kwa jina la Yesu. Haleluya. Watu walioenda katika giza wameona nini? Maana yake leo ukitoka hapa, kuanzia kesho kwenye biashara yako utaona faida. I wish ningekuwa natabiria watu wa Mwanza wangenielewa. Nasema kuanzia leo ukitoka hapa, sinaweka mafuta juu yako. Kuanzia kesho utaona faida kwa biashara yako. Utaona faida ya hiyo ndoa. Utaona faida ya watoto uliowazaa. Utaona faida ya kazi ulioajiriwa. Utaona faida ya kufanya kazi kwa bidii. Utaona faida ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Utaona faida ya kuokoka kwako. Utaona faida ya kusomesha watoto. Chochote kilichokuwa kinafunga faida leo kinaondoka. Bwana anaangaza nuru yake kwako. Utaanza kuona faida mahali ambapo haikuwa rahisi kuona hiyo faida. Unanielewa? Wale walioenda katika giza, kama kuna vitu ulikuwa unavifanya alafu huoni matokeo mazuri, ujue ulikuwa gizani. Lakini baada ya mafuta leo utatembea katika nuru. Maana yake kama ulikuwa upati kazi, tarajia wiki hii kupata kazi. Kama ulikuwa unapataga hela zinapotea, tarajia kupata hela na ukaweka. Kama ulikuwa unaahidiwa ahadi na ahadi hazitimii, tarajia ahadi zinazotimia kwako. Maana nuru ya Bwana inaonekana kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Usicheze. Haleluya. Amen. Isaya 42:16. Giza likiondoka, wewe utaanza kuona nini? Nuru. Manake utaona faida kwenye vitu unavyovifanya. Haleluya. Utaona matokeo mazuri kwenye kazi unazozifanya. Wangapi wanaamini wiki hii wataona matokeo mazuri? Mikono yako ni mifupi, sijaielewa. Nasema wangapi wanaamini wiki hii wataona vitu vizuri? Wangapi wanaamini wiki hii watakuwa na kicheko? Wangapi wanaamini wiki hii watakuwa na ushuhuda? Wangapi wanaamini wiki hii watafanya mambo makubwa? Wangapi wanaamini wiki hii Mungu atarudishia vilivyopotea? Wangapi wanaamini wiki hii watapata connection mpya?
Kama naamini inua mikono mizuri, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Mchana wa leo ninatangaza baraka mpya maishani mwangu kwa jina la Yesu. Ninakataa, sitashindwa kwa jina la Yesu. Hakuna giza litakalotawala maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Soma. Mtasoma kitabu cha Isaya sura 42 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua, katika mapito wasioyajua nitawaongoza. Anasema atawaleta wanani? Vipofu. Atawaleta wanani? Anawaleta wanani? Nani akifanya biashara haonagi faida nzuri? Unafanya biashara, mfano mtu unafanya biashara ya mtaji wa milioni 10, alafu umeuzungusha milioni 10 kwa mwezi unapata faida 50,000. Wewe ni bure. Nani ananielewa? Ukikuwa na mtaji wa milioni 10 ukifanya biashara ukizungusha kwa mwezi ukipata faida ndogo sana, at least milioni 8. Maana inafaa izae nusu kwa wangapi wananielewa? Wale unafanya kazi, umeajiriwa kazi, lakini unafanya kazi kabisa, unaona vile unafanya kazi hadi unachoka, lakini unapewa mshahara kidogo. Sio malipo yako yale. Maana yake uko gizani bado. Nani ananielewa? Mtu umeingia kwenye ndoa mpaka leo. Kwanza huyo mwanaume umfurahii, wewe mwanamke umfurahii. Dunia inasema mwanamke ni pambo la nyumba, lakini wewe ukimwangalia mke wako unaona kama kinyonga. Unamwangalia mke wako mpaka unamfananisha na nguruwe. Hata unamwambia kichwa kama nguruwe. Ukimwangalia mume wako nyumbani, mwanaume kabisa, Biblia inasema anaheshimika kwa sababu anawakilisha utukufu wa nani? Wa Mungu, ni kichwa cha nyumba. Ukiangalia mume wako hivi, ukiangalia pua, unaambia pua kama farasi. Sababu ni nini? Uko wapi? Gizani, uko kipofu. Nani ananielewa? Halo? Vipofu wote hoye. Nimeuliza swali la kwanza, nani aliwahi kufanya biashara? Aidha kuna mawili, unafanyaga biashara, unaanza biashara inakufa bila sababu za msingi, au unaanza biashara unakuwa mvivu. Unaona vile? Unakuwa na bidii, nitafungua biashara. Ukifungua tu biashara, duka limekubali, unaanza dukani kwenda leo saa 6, kesho unaenda saa 10. Siku inayofuata saa 12 alfajiri, siku inayofuata saa 4. Leo umefunga saa 5, kesho umefunga saa 7. Siku inayofuata saa 12 jioni. Ratiba zako za biashara hazieleweki, umekuwa mvivu. Unaajiliwa, umetafuta kazi kwa muda mrefu, siku umeajiliwa tu hivi, uvivu na kuingia. Ukitaka kuamka kwenda kazini, yani mpaka upigane na blanketi. Nani ananielewa ninachokiongea? Kama umedumu kwenye hivyo vitu, unafanya biashara huoni faida, inua mkono juu. Unafanya kazi uko mvivu, unafanya hivi vitu ninavyoviongea, inua mkono juu. Maana wewe ni kipofu, uonagi baraka. Nani ananielewa? Shusha mikono. Na kuna hata watu wengine wako hapa kanisani, hata huoni faida ya kuabudu Mungu. Unakuja tu kwa sababu huna pa kwenda. Halo? Kama uko hivyo, wewe ni kipofu jumlisha kipofu. Unapata nini? Giza. Tena mtu aliyezikwa. Giza la mtu anayeona giza aliye ndani ya kaburi ni tofauti na mtu anayeona giza akiwa yuko anaangalia jua. Halo? Halo? Anasema atawaleta wao nini? Vipofu. Kila mtu umefika hapa hauonagi baraka, ujue ni kipofu. Mungu amekuleta hapa. Huko hapo umezaa watoto, huoni hata faida ya kuzaa wale watoto. Wewe ni kipofu, Mungu amekuleta hapa. Huko hapa una mwili wako, hata huoni faida ya huo mwili. Maana kuna watu hata mwili wenyewe washauchukia. Hata ukijiangalia kwenye kioo unajizomea mwenyewe. Na nielewa hoja, nielewa. Wewe bado ni nini? Kipofu, yaani umeshindwa kutambua hata uzuri wako mwenyewe. Unajikasirikia. Endelea. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao. Anasema amewaleta vipofu, alafu huyo Mungu anafanya giza kuwa nini? Nuru. Nani ananielewa mpaka hapa? Anafanya giza kuwa nini? Nuru. Anafanya biashara yako isiyoleta faida ilete. Sema, anafanya biashara isiyo na faida ilete. Anafanya ndoa isiyo na faida ilete. Anafanya watoto wasio na faida walete. Anafanya uzuri wako usio na faida ulete. Ndio maana nasema atafanya giza kuwa nini?
Lile giza loliweka analibadilisha. Nani ananielewa hapa? Ninaona neema ya mabadiliko hapa. Ninaona neema ya mabadiliko hapa. Yeyote aliweka umaskini kwako leo Bwana anaubadilisha. Yeyote aliweka mapepo kwako Bwana anayabadilisha. Yeyote aliweka uchawi kwako Mungu anaubadilisha. Yeyote alikuwekea roho ya kushindwa Mungu anabadilisha. Vikibadilika na kuambia ukweli, maisha yako ya kale hayatakuwa ya vile yajayo. Maana Mungu akasema ya kwamba tazama, ya kale yamekwisha kupita na sasa yamekuwa mapya. Hilo giza ni wakati wa bye bye. Sema giza bye bye. Umaskini bye bye. Laana bye bye. Magonjwa bye bye. Kukosa kazi bye bye. Kukosa ndoa bye bye. Kuteseka kwenye ndoa bye bye. Kukosa biashara bye bye. Kufilisika bye bye. Kukosa mtaji bye bye. Kwa jina la Yesu. Kukosa connection bye bye. Lazima nifanikiwe. Lazima nionekane. Lazima nikubalike. Lazima niheshimike. Lazima nifike mbali. Lazima watu wajivunie mimi. Kwa jina la Yesu. Kwangu mimi hakuna kushindwa, maana nuru ya Bwana iko ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amina. Endelea. Na mahali palipopotoka kuwa pamenyoka. Mahali palipopotoka atapanyoosha. Ayushi watu ngoko wanasema amina hapa. Mahali palipopotoka maana yake ni nini? Kama kuna mahali biashara ilikuwa haizai, Mungu ananyoosha ianze kuzaa. Kama kuna mahali ulikuwa umeanza kujenga, mizimu ikazuia usijenge, Mungu ananyoosha. Mungu akinyoosha maana yake unatembea bila stress. Ulikuwa unafanya kazi ya ulipi mshahara, Mungu ananyoosha moyo wa bosi akulipe mshahara. Unadai watu hawakulipi, Mungu ananyoosha hiyo mioyo ya watu wagumu kulipa, waanze kukulipa. Haya nitayatenda wala sitawaacha. Haya nitayatenda wala sita. Leo Bwana anatenda kwenye biashara yako wala hakuachi. Nasema leo Bwana anayatenda kwenye biashara yako hakuachi. Mungu anatenda kwenye mwili wako, magonjwa yanaondoka. Mungu anatenda kwenye mwili wako, akili inafunguka. Mungu anatenda kwenye mwili wako, moyo unafunguka. Mwili anatenda, Mungu anatenda kwenye mwili wako, miguu yako inafunguka. Ndio maana leo naweka mafuta juu ya kichwa chako, naosha miguu yako, ili chochote utakachokitazama miguu ikupeleke hapo. Ukiona fursa miguu ikupeleke, ukiona ujenzi miguu ikupeleke, ukiona biashara miguu ikupeleke, ukiona kazi miguu ikupeleke, ukiona safari miguu ikupeleke, ukiona watoto miguu ikupeleke leba. Haleluya. Are you here? Unanielewa? Kabisa kabisa. Unaamini leo ni ibada ya mabadiliko? Ibada ya leo mimi nakwambia, mtu akikuuliza mwambie nimewaka. Ukiona wiki hii watu wanakusanyika wengi kwenye biashara yako, watu ukikuuliza ni nini umefanya, mwambie nimewaka. Nifanye hujanielewa. Kuna watu watakupigia simu, simu zikianza kuwa zinaeleweka. Maana kuna simu zinaelewekaga na kuna simu hazieleweki. Simu zinazoeleweka, unapigiwa simu, unaulizwa ile kazi uliyoiomba, ulisema mshahara ni shilingi ngapi? Unaambia niliwaambia milioni 2 kwa mwezi. Anakuambia kesho njoo uripoti. Hizo ni simu zinaeleweka. Simu zinazoeleweka, unapokea simu, mtu anakuambia hivi, uliniombaga mtaji ilikuwa shilingi ngapi vile? Nilikuomba milioni 10. Anakuambia angalia kwenye simu yako, nimeshaingiza benki. Hizo ndio simu zinaeleweka. Simu zinazoeleweka, unapigiwa simu, unaambia mtoto amepata daraja A, mtoto amepata division 1, mtoto amefaulu vizuri, mtoto amekuwa kiongozi shuleni na watu wote wanamwamini. Hizo ni simu nzuri. Simu nzuri. Hata ukienda hospitali unafanya check up, wanakuambia hauna ugonjwa hata mmoja.
endelea kuwa na amani. Hizo ni simu nzuri. Unanielewa? Unielewi? Simu nzuri. Unapiga simu kwa mchungaji, baba mchungaji, naona siwezi fika kanisani, hela niweke kwenye akaunti ya benki ama niweke kwa simu yako. Mungu, wewe, unanielewa? Hizo ni simu nzuri. Simu mbaya sasa, baba, nimeota nyoka yuko juu ya shingo, niombe baba. Usiku wa leo nimeona amefunga miguu yangu na minyororo mpaka nimeshindwa kupumua. Hizo simu sizitaki wiki hii. Natuma malaika wa Bwana kwenye nyumba yako, atakaye kuja kinyume chako malaika wamshughulikie. Natuma malaika wa Bwana kwenye kazi yako, atakaye kuja kinyume chako malaika wamwangushe. Natuma malaika wa Bwana kwenye ndoa yako, atakayetuma kukuvuruga lazima auawe. Aliyejipanga kukuua lazima afe. Aliyejipanga kukufilisha lazima afilishike. Alafu akifilisika na kuangalia kwa mbali. Wangapi wananielewa? Simu mbaya, unapigiwa simu. Rafiki yangu nikwambie, mimi nakwambia uliye naye ulikuwa humjui. Sasa ngoje umjue. Hapa sasa hivi nimekutumia picha. Hebu fungua WhatsApp. Unafungua WhatsApp hivi, unaona mume wako anabusu binti, tena binti wa kazi. Mtu atasema ni afadhali nitakuwa nimejua. Umejua unakufa. Nani ananielewa? Wewe, mimi sijasema hivyo, ila mimi nakufungulia nuru. Ukitaka kujua kila kitu kajue. Kazi ya mimi sijakuzuia, wala Mungu hajazuia. Hata wale wanaong'ang'anaga kuomba macho ya rohoni, wewe leo utapata. Sinafungua nuru. Haleluya. Kaone. Wewe ndo kaone vile mama yako na mtunzo umemjengea nyumba, alafu alimezaga vidonge vya kukutoa mimba. Utajisikiaje? Uone mama yako sikuwa na kuzaa vile alikasirika ulipotoka wa kike. Maana alikuwa anatarajia wa kiume. Alivyonuna natamani hata akubamize wabadilishe mtoto hospitali. Uone utajisikiaje? Na ndio umemjengea ama ndio unamtunza nyumbani kwako saa hii. Unaona raha? Kuna vitu duniani sio vya kujua. Tamani tu kujua unakoenda, Mungu akusaidie uende mbele. Unanielewa? Hata wewe unakuja kwa mchungaji, wewe nitabiria kila kitu. Sio kila kitu cha kukutabilia ndugu. Kuna vingine Mungu anavifunika. Funika kombe mwanaharamu apite. Nafikiri mwanaharamu ni mshenzi. Sio mshenzi. Lazima apite. Usipofunika hapiti. Halo. Mungu tayari tuombe sasa. Kabisa. Mnaamini nuru ya Mungu itaonekana kwako? Unaamini siku ya leo Mungu atavunja na kuharibu mabaya yote ambayo kuzimu imeweka? Unaamini palipoharibika Mungu atapatengeneza? Kabisa kabisa. Simama juu, weka vitu vyako vizuri. Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe. Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe. Ninazidi kutembea maombi yasikie. Bwana
uyasikie Bwana. Sema Bwana, Bwana uinue kwa imani, nisimame nipande Bwana, unipandishe Bwana, kwa imani nisimame nipande Bwana, unipandishe Haleluya. Ninataka niweke haya mafuta juu ya kichwa chako kisha tuombe. Amen. Na kama kuna vitu natamani Mungu avitende maishani mwako, kuna vitu umevichoka, unatamani iwe mwisho, mimi nataka uinue imani yako ya ukweli. Tutakapoweka haya mafuta juu ya kichwa chako, mafuta tunapomimina yanapoingia juu ya kichwa chako, ukitoka hapa, rudi kwenye kiti chako, nenda kaanze kuomba. Kama kuna vitu vinakusumbuaga kwa muda mrefu, umeshindwa kuvitatua, anza kukataa. Hiki hakitaniweza. Wewe mwingine ni mlevi, mwingine unateseka na mapepo, kataa. Mimi sitateseka na mapepo, umaskini hautanitesa. Unaomba, unamwambia Mungu, nifungue, mimi ni wa kwako, nataka nifike mbali. Nani ananielewa vizuri? Nikiweka tu mafuta, anza kuomba, maana Mungu anataka kufanya mambo makubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana, unipandishe Bwana, nipandishe Bwana, nipandishe Bwana, nipandishe, nisikae dunia nisima nipande Bwana. Mateso ya kila aina ambayo kuzimu imeweka na yazuia, hayana mamlaka. Roho ya vitisho, roho ya kushindwa, roho ya uadui, naipinga kwa jina la Yesu. Roho za nyoka, mikataba ya giza, naivunja. Mamlaka za anga zinazozuia huduma, zinazozuia maendeleo, zinazokamata kanisa, leo nazipinga, naziangusha, nazipomoa. Nahitaji kibali, nahitaji heshima kwa jina la Yesu. Kila roho ya mateso naikataa, naiangusha, naibomoa kwa jina la Yesu. Sema, kuanzia leo mimi hapa nitaona baraka, nitaona uzuri wa Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Kila giza linaloficha uzuri wa kazi yangu, uzuri wa biashara, uzuri wa familia, uzuri wa watu wangu, uzuri wa faida ya kuabudu Mungu, uzuri wa madhabahu ya Ebeneza, hilo giza liondoke. Kila giza linaloficha uzuri wa kazi zangu leo liondoke kwa jina la Yesu. Fukuza kila giza linalozuia kuona vitu vizuri kwako. Kila giza linaloficha uzuri kwenye maisha yangu, kwenye kazi yangu, kwenye huduma yangu, kwenye elimu yangu, kwa jina la Yesu. Omba, piga makofi. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Simama juu, watu wote simama. Omba, piga. Kila giza mbele yangu, kila giza mbele yangu, katika jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Pasua hilo giza. Kila giza, wachawi wanakutenga na hela, wanakutenga na biashara, mapazi ya kichawi, mapazi ya kuzimu, pasua, pasua, pasua,
pasua, pasua kwa jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Kila giza, kila giza mbele yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Majira haya, majira haya. Simama sasa, watu wote simama juu. Kama na mtoto mfunge vizuri mtoto mgongoni. Sema majira haya, majira haya ninapasua, ninapasua kila pazia, kila pazia la kichawi, la kichawi, kila sanda, kila sanda ya kichawi, ya kichawi, kila vitambaa, kila vitambaa ya kichawi, ya kichawi, makaniki, makaniki ya kichawi, ya kichawi, yanayoficha uzuri wa kazi zangu, uzuri wa biashara zangu, uzuri wa huduma, uzuri wa kila kitu changu, ninapasua yote, maana imeandikwa wakati Yesu akiwa msalabani, anapokata roho, pazia la hekalu lilipasuka. Leo kila pazia linalozuia nisione mbele, napasua. Kila pazia linalozuia maombi yangu, napasua. Anza pasua kila mapazia ya kichawi, kila majeneza yote, pasua. Pasua kila uchawi, pasua. Vunja maagano yao, vunja connection zao, vunja mikataba yao, pasua. Hiyo mapazia ya kichawi, hayo makaniki ya waganga waliokufunika, pasua. Makaniki ya kichawi, kila mapepo waliokutumia, giza lao liondoke, lisabaratike. Pasua kila uganga, kila uchawi, ondoa kwa jina la Yesu. Kila mapepo, hilo giza liondoke. Imeandikwa ya kwamba siku hiyo waliotembea gizani, hilo giza litageuzwa kuwa nuru. Leo hilo giza liondoke, hilo giza liondoke kwa jina la Yesu. Sema kuanzia sasa, mimi sitazuiliwa na giza lolote, mahali popote nitakapokuwa. Nuru ya Mungu iliyo ndani yangu itaniangazia. Nuru ya Mungu ambayo ni Yesu mwenyewe ataniangazia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye kazi zangu hakutakuwa giza, kwenye ndoa hakuna giza, kwenye maisha yangu hakuna giza, kwenye biashara hakuna giza, kwa watoto wangu hakuna giza, kwenye elimu yangu hakuna giza, kwenye uchumi hakuna giza, kwa jina la Yesu. Haya, anza kupiga makofi. Naomba unasema, natangaza nuru ya Mungu kwenye kazi, nuru ya Mungu kwenye biashara, nuru kwenye ndoa, nuru kwenye huduma, nuru. Tangaza nuru ya Bwana, nuru ya Bwana. Ninatangaza nuru haya, ninatangaza kwa jina la Yesu. Amen. Sema asante Yesu, asante Yesu, kwa sababu unanifungua, najiunganisha na mamlaka yako ya mbingu, najiunganisha na mamlaka yako ya madhabahu ya enzi na madhabahu ya Ebeneza. Ninatangaza Roho Mtakatifu kukaa ndani yangu, mamlaka ya Yesu kukaa ndani yangu, mafuta ya Yesu kukaa ndani yangu. Kuanzia leo, chochote ninachokifanya kitaleta faida kwa jina la Yesu. Mahali popote
walikonifungia, leo natoka kwa jina la Yesu. Nyota yangu iliyofungiwa popote inatoka, chupa zao zipasuke, 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 vibuyu vyao vilivyofunga nyota yangu, majina yangu yote vipasuke, vipasuke kwa jina la Yesu. Chochote kile kinachohifadhi nyota yangu au jina langu au hatima yangu, leo kipasuke, kipasuke, kama ambavyo kaburi la Yesu liliondolewa jiwe. Leo chochote kinachonifunga, pasuka, 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 pasuka. Kaburi uliyemeza hatima yangu, pasuka, pasuka. Ewe damu ya kichawi uliyemeza hatima yangu, leo kauka, kauka, achia jina, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen.